Hi guys, welcome to another episode with Azima Properties Limited. I will be your host Sarah, and we have my colleagues Ian, Sharon, Maxwell Mbogo, Max Miller, Moses, Mombi. You guys, how have your week been? Mine has been cold. definitely. Haitupeleki vizuri kwanza kamvua haitupeleki vizuri weather for two. Okay, so today we will be in a discussion why people fear owning land in Kenya, and probably hata wewe mahali uko. I think probably I know uko na savings, but as much as uko na savings, uko na trauma ya kuown land in Kenya, and that is why we'll be discussing with our colleagues today why they fear owning land in Kenya. Tuambieni. Nitaanza. I have had an experience with a friend. Alikuwa ameweka pesa and she was like, you know what, nataka hanunui gari kwanza yeye, anunue shamba at least ikae mahali. Akanunua shamba, investor mwenyewe. Akanunua shamba akaweka pesa. Akamaliza kulipa, sio kana collect title deed. Akaenda kwenye the location ya kampuni. Si kiti alipata, si meza, si dini. It was like, what the hell? Na ikuwa pesa kidogo. Of course, land is not. It's not cheap. Ikuwa pesa kidogo. She was so devastated by me. And I feel like, like from then on, when ukifikiria tu, land is good investment, but ukifikiria tu, you're going to like you feel, hapana. Inakuingiza tu unga yenyewe. But I feel like that's your friend's fault. How is it her fault? Angekuwa ameenda on a physical site, physical office, amefanya due diligence yake, search on online, there's an online platform called Acha tuseme hiyo ya search sitamtetea kama alikuwa amefanya, but if I'm saying she went to collect her title deed, amaliza kulipa, she's going to collect her title deed. So alikuwa amepewa location ya ofisi, anafika location ya ofisi anakuta hakuna ofisi, but I feel kama ilikuwa umeenda umepata location hizo ofisi, ukienda ukapata yes kuna like everything about the company na wakakupeleka site uko na shamba, kind of utafall for it. But utapata hizi shamba si za kampuni za kuuza. Like ni maybe shamba wamechukua hivi wanakupeleka wanakuonyesha these are the plots. Then utafall for it. Then ukishaenda kuangalia kwa hiyo sasa unapata hakuna kitu kama hiyo kampuni. Like ukipelekwa hadi site visit, they also document that you guys should carry. Maybe hakuwa na idea. And that is why we are here to chanue wase on how to ukienda hadi physical site visit, there are documents that you guys can carry. Ndio ujue like the land that hiyo plot unaenda kuuziwa ni legit. I guess like there's an MRI map, the actual title deed of that plot. By the way guys, kuna kuanga an actual title deed ya the plot before the transfer is done, right? And there is the RMI map that is only, by the way, 550 you can purchase. Tunapurchase wapi? Kwa land registry. For only 550. Pia kampuni inafaa kuwa nayo. Na pia kampuni, the company is supposed to have that thing. And I feel like Kenyans should stop being ignorant na hizi legal things, because probably you were being called because you didn't know things, and these things are there. You were too aujui, and that is why here today we learn how to know a company is legit. First of all, on that side, before una make any transaction, unanunua shamba kwa mtu ama unanunua shamba kwa kampuni, lazima utrust. Like una trust, unajua in every transaction lazima ikue kile kitu ikuwe legitimate. So there's no way utaenda kufanya kununua shamba na unajua itafika micro transactions, mali kampuni itajiga na details zake, then as a person mwenye ameenda kununua shamba yeye ananunua tu shamba. First of all, lazima ujue mambo ya company is legit. Juu unajua tu lazima hiyo company first of all inafaa kuwa na KRP, kunafaa kuwa na KRP ni kampuni. Inafaa kuwa na CL12. Kunafaa hiyo CL12 ni nini? Hiyo ni form ina contains all the
all the members ama all the Directors, directors wa yes. kampuni na wenye wako registered and that company inafaa kuwa drawn from the I think it is the registrar of companies, yeah, the registrar of companies. So before ufanye any transaction lazima ujue hii company na deal nayo ni registered. Unajua utaanza vizuri sana ujui kama ni registered, then unaendelea na process. Ikifika pale kwa process sasa ya kufanya transaction ya kulipia kwenda